Karibuni kituo cha karantini ya mimea cha taifa. Kwa majina naitwa Benignus Valentine Ngowi. Hapa mbeleni tulipo ni ndani ya kituo cha karantini ya mimea cha taifa, ambacho ni mojawapo ya vitengo mbalimbali vinavyounda mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu hapa Tanzania. Na jukumu la msingi la kituo hiki au kitengo hiki ni kitengo ambacho kinahusika na kuchuja vipando vyote vinavyoingia nchini Tanzania au mbegu zote zinazoingia nchini Tanzania, lakini vile vile vipando na mbegu zinazotoka Tanzania kwenda nje ya nchi, kwa msingi wa kuangalia kama kuna vimelea vya magonjwa na wadudu waharibifu ambao hawataki kuingia hapa nchini Tanzania, na vile vile hawataki kwenda kusafiri pamoja na mazao yetu au vipando vyetu vinavyoenda nchi za nje kwa wenza wa kwetu wa kibiashara. Sasa tunachokifanya hapa, ule upande wa kuingia nchini Tanzania, mteja anapotaka kuingiza mimea au mbegu au sehemu yoyote ile ya mmea ambao ukipanda inaota, sio lazima ni mbegu halisi, inaweza kuwa shina, inaweza kuwa machipukizi, inaweza kuwa miche, inaweza kuwa vipando vya vipisi kama vile vya mihogo mathalan. Hivyo vyote inabidi vipite katika kituo cha karantini ya mimea cha taifa kwa ajili ya kuchunguza kama kuna vimelea vya magonjwa ambavyo hapa nchini havipo, kwa hiyo tunalinda visiingie. Kwa hiyo atafanya nini? Hatua ya kwanza, ataomba kibali. Ataomba kibali kinaitwa Plant Import Permit, ambacho ni hichi hapa, ambacho akishaomba hiki kibali, sisi kama mamlaka, sisi kama kituo cha karantini ya mimea cha taifa, tutapokea yale maombi yake na kuyachakata. Kama mathalan mimea ile au vipando vile au mbegu zile anatoa nchi ya Uholanzi kwa mfano, ambao ndio wafanya biashara wenzetu wakubwa kwa sekta ya mbegu hapa nchini Tanzania. Kama ni mahindi kwa mfano anatoa Uholanzi analeta huku Tanzania, inabidi basi tuchuje ni wadudu waharibifu gani, vimelea vya magonjwa gani, ambao wadudu haribifu na vimelea tunaita wote kwa jina moja visumbufu. Kuna visumbufu gani viko nchi ya Uholanzi lakini haviko kwa Tanzania, au mathalan viko Uholanzi na viko Tanzania, lakini Uholanzi athari yake kwa mazao ni kubwa sana kulinganisha na Tanzania. Tunajaribu kuangalia kuchuja ni vipi vipo kule na vipi havipo huku. Mwisho wa siku katika ule mfumo mzima ambao unaitwa Pest Risk Analysis, tunakuja na hitimisho la kwamba ule mzigo wake, ile shena yake haitakiwi kuwa na kisumbufu A, B, C, D. Sasa hiyo ni mojawapo ya masharti tutakayoandika kwenye kile kibali. Huyu bwana ataingiza ule mzigo wake, bwana ata process ule mzigo wake, atachakata ule mzigo wake ni kule nchi ile, utakaguliwa na mamlaka ya afya mimea ya ile nchi, Uholanzi kwa mfano. Wakijiridhisha mahitaji ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yamekidhiwa na huu mzigo, then watamruhusu ule mzigo unasafiri, kama ni kwenye meli, ni kwenye ndege, kwenye gari, unakuja nchini Tanzania. Baada ufika Tanzania utakaguliwa kwenye mipaka. Tuna maafisa wetu wa ukaguzi mipakani, mpaka yote, njia ya barabara, mpaka njia ya maji, mpaka njia ya ndege. Kilimo